kwenu. Jina la Bwana libarikiwe. Alhamisi nilisema mchungaji wenu amekuwa ni mama yetu tukiwa Temeke EAGT. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa wakati mimi naoa, yeye alikuwa ananiona. Asifiwe Yesu. Na nina mke mmoja na watoto 5. Sema amina. Sema amina. Amen. Na Mungu ni mwema. Mimi ni mwalimu wa watoto sana, na nimefundisha watoto kwa zaidi sasa ya miaka 35. Jina la Bwana libarikiwe. Toka mwaka 91 mpaka leo ninafundisha nini? Watoto. Na kwenye kanda yetu mimi ni katibu wa CWI kanda ya Mashariki, ambayo askofu wake ni Dr. Chubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Asifiwe Yesu. Lakini wakati nakuja huku nilimwaga mchungaji wangu Kristo Ngoi kwamba nitakuwa kanisa hili Sayuni, naye akasema Mungu akubariki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Asifiwe Yesu. Kwa niko hapa kwa kibali cha mchungaji wangu, pia sijatoroka. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa sababu kule nina hudumu kila Jumapili, kwa ni lazima niaje ili mambo mengine yaendelee. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Lakini labda niseme mimi ni nafanya kazi hospitali, ni mtaalamu wa maabara. Asifiwe Yesu. Lakini pia ni mwanajeshi aliyeokoka. Asifiwe Yesu. Kwa hiyo kokote tunaweza kukutana. Ukija una tatizo la kimwili, nitakushughulikia kama mtaalamu wa afya. Jina la Bwana libarikiwe. Ukija matatizo tu ya kawaida, basi nitakushughulikia kama mwanajeshi na kiroho pia. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa ni mwandishi wa vitabu, nishaandika vitabu vingi, lakini ambavyo nimevitoa ni zaidi ya vitabu 10 mpaka sasa. Bwana Yesu apewe sifa. Nimeandika kitabu cha uthamani, wajibu wa mzazi na uthamani wa mtoto. Alafu nikaandika kitabu ningeliwaona wazazi ningeliwaambia, kwa sababu nahusika na wazazi. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nikaandika vitabu 3 vya mashairi. Kitabu cha kwanza, mashairi ya kwanza, mashairi ya pili ya Biblia. Nikaandika mchezo wa akili. Nikaandika vitabu 3 ambavyo kimoja kinasema hongera sasa umeokoka, na ambacho tumejifunza kwenye semina hii. Alafu ya cha pili kinasema hatua za ukuaji kiroho baada ya kuokoka, na cha 3 nguzo 10 za Mkristo imara. Lakini nimeandika kitabu cha Roho Mtakatifu, vingine sijavibeba. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na kwenye vitabu hivi vya mashairi 3, alafu na kitabu cha mchezo wa akili, ni vitabu vinavyowasaidia watoto kujifunza nini? Biblia. Sema amina. Lakini si watoto tu, hata watu wazima. Na bado naendelea kuandika. Nimemaliza kuandika kitabu ambacho kitakuwa na maswali 1000 ya nini? Ya Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu kuna kizazi ambacho huwa hakisomi Biblia. Na ndio maana tuna matatizo mengi makanisani, kwa sababu kuna watu wanaacha kusoma nini? Biblia. Na Mungu akanipa neema. Kwa hiyo vitabu kama vyote ninavyoandika huwa vinamuongoza mtu kwenye kusoma nini? Biblia. Hicho kitakachokuja nimetengeneza, wanaita chemsha bongo, ili mtu asome Biblia. Kwa hiyo nimekuwa nikifanya hayo ili kulisaidia kanisa la Mungu kusoma nini? Biblia. Biblia inasema hivi, mtaifahamu kweli, alafu kweli itawaweka huru.
Kwa hiyo kama huifahamu kweli, usitegemee kuwa huru. Kwa ili uwe huru, uhuru wa kwanza kabisa unaumbwa baada ya wewe kuifahamu kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa kiwango gani unasoma Biblia ili uifahamu kweli? Wewe mwenyewe unajua kama ni kwa muda gani wewe unasoma Biblia. Umetenga muda kiasi gani kwa kusoma nini? Biblia. Sasa kama ni CGM hawasome Biblia, WWI hawasome Biblia, WHI hawasome Biblia, walimu wa watoto hawasome Biblia, tusitegemee kuwa na kanisa lenye nguvu kabisa, usitegemee. Na ili uweze kuomba vizuri, uweze kumtumikia Mungu vizuri, ni lazima unajua neno lake, kwa sababu Yesu akasema ninafanya haya ili kutimiza mapenzi ya nani? Ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu yameandikwa kwenye neno lake. Sasa wewe usomi neno lake, huwezi ukajua mapenzi ya Mungu na huwezi ukayatimiza. Jina la Bwana libarikiwe. Asifiwe Yesu. Najua kila mmoja atapata cha kwake kulingana na hali na wakati, na Mungu atakusaidia na utapata cha kwako leo. Sema amina. Kwa hiyo ni vizuri, ningekuwa nataka kuzungumza habari za Biblia na vitu vingine hapa, ningezungumza sana habari za watu kuto kusoma nini? Biblia. Na hata ukimwangalia mwenzako sura yake inaonyesha kabisa huwa asome nini? Si mwangalie, sio nini. Wewe mwangalie ni sura ya mtu anayesoma Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Jamani asifiwe Yesu. Tunakumbushana tu mambo ya msingi ili turudi kwenye njia. Ni Isaya nafikiri akasema, nendeni mkaulize ni wapi njia ya zamani, mkapite kwenye njia hii. Jina la Bwana libarikiwe. Wakati umeokoka inawezekana ulikuwa unasoma maandiko. Siku kadri zinavyozidi kwenda umeacha kabisa. Na kama ukishika Biblia una tatizo. Yaani kuna jaribu limekukamata. Na wewe unatafuta andiko la kumkamatia Mungu. Sasa ni kitu tofauti kabisa. Mungu huwa akamata. Bwana Yesu asifiwe. Huwa akitafuti maandiko ya kumkamatia Mungu. Ila neno ninalolisoma likikaa ndani yangu, linapotokea tatizo, neno huwa limeinuka kutokea ndani yangu kunisaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Asifiwe Yesu. Maana asemaje, kimjazacho mtu ndicho kinachomtoka. Kwa kwenye jaribu lilonalo umejaza nini? Hicho kikitokea, kama umejaza neno, ikitokea neno, umepata msaada wa kuendelea mbele. Lakini kama hauna neno, yatatokea malalamiko. Rahisi sana, hawajaja kujiona. Rahisi tu. Malalamiko yanatokea tu. Hawajaja kufanya. Kwa lile kanisa hawana upendo. Maana hamna kitu kilichoko wapi? Ndani. Yesu akasema mtu pepo anapokutoka mtu, anapotoka nani? Huwa anaondoka kweli. Alafu anazunguka, anakuja kuchungulia, aone hiyo nyumba imepangwa. Akigundua haijapangwa, anaenda kuchukua mapepo mengine saba mabaya kuliko yeye. Na hakuna njia nyingine ya kupamba utu wetu wa ndani kama si kwa kusoma neno la nani? La Mungu. Sema amina. Amen. Mwangalie mwenzako, mbona unasoma neno? Lakini ukilikana usome neno, hata Biblia na nyingine wao useme sina. Amdai kujibu. Hata Biblia wewe. Na Biblia ndio ramani yetu. Sijui kwa nini nimekuja hivi. Lakini Biblia ndio nini? Ndio ramani yetu ya safari ya kwenda wapi? Humu ndio tulikopewa maelekezo. Fanya hivi uishi. Fanya hivi, Yesu akasema fanya hayo ukaishi. Nini yanayofanya? Ni maneno ya nani? Ya Mungu. Na neno la Mungu, Yesu akasemaje? Neno ninalowaambia ni uzima, ni roho, tena ni nini? Ni
uzima. Ni Yohana 3:69. Sasa maneno haya ninayowaambia ni roho tena nini? Ni uzima. Kwa hiyo kama nisiposoma neno, nakataa kuwa nani? Sauti. Nakataa kuwa nani? Tuliokuwa wanaotoka siku hiyo wananifahamu vizuri. Tunakataa kuwa na uzima. Kwa hiyo tuna washirika ambao walishakataa kuwa na uzima, ila wanataka uzima. Naona tatizo lilopo. Kwa hiyo hutaki kuwa na nini? Lakini unataka. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Kanisa la Sayuni, jina la Bwana libarikiwe. Sasa kama tuna kanisa ambalo hata hawapendi Biblia, zamani miaka tu sio mbali. Sio nini? Sio mbali, sio mimi. Wakati mimi naokoka, kutembea na Biblia ilikuwa ni fashion ya mtu aliyeokoka. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani ukitaka kujua aliyeokoka, utakutana na nini? Leo ukitaka kutafuta aliyeokoka, utamtafuta kwa tochi. Utamkutia wapi? Yaani ukipita, unaweza kupita barabarani kuanzia asubuhi mpaka jioni, kujua huyu ameokoka hajaokoka uweze kujua. Lakini mwanzo ilikuwa ni rahisi tu. Mbona ana ujasiri wa kubeba nini? Hello. Hello. Sasa huna hata nini? Na kama mzazi hana Biblia, watoto ndio kabisa wataipata wapi? Yaani naye atawaza, yaani tunaweza kuwaza kuwanunulia watoto nguo, nizungumze kidogo, lakini hakuna mzazi anayewaza kununulia mtoto nini? Sasa tuulize, hii ni akili au? Bwana Yesu asifiwe. Wazazi mwingine mkono. Watoto wana Biblia. Jina la Bwana libarikiwe. Wanazo Biblia. Nenda kwa watoto wa wenzako, wala ambao unawafahamu, wana vitabu vyao na wanatembea navyo. Wako kweli? Nyie kwa nini watoto wenu watembee na vitabu vyenu? Basi kama hana Biblia, mnunulie hata tenzi. Si unajiweka hili? Nunua hata nini? Basi wanatembea nayo. Hadi kumbe kuna kutembea na nini? Na tenzi. Tenzi hana. Biblia hana. Hana kitabu chochote cha kiroho. Alafu unamuandaa awe mtumishi wa Mungu mkubwa. Inawezekana? Kwa mnanijibu kwa sauti. Sisi tunamaliza. Hii semina mimi ndo namaliza. Jina la Bwana libarikiwe. Kama utakuwa hujanielewa ni shauri yako. Semina nafanya nini? Na Mungu nitamwambia niliwaambia ukweli. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani shetani amefanikisha lengo la kuondoa watoto wa Mungu kwenye neno la nani? Hawaoni sababu ya kusoma nini? Biblia. Na bahati nzuri kwa sababu sasa kuna mitandao ya kijamii, akiwa na smartphone, muda wote ni kuangalia nini? Vichekesho, sijui nini. Kwa kichwani mwake na moyoni mwake amejaa vichekesho na umbea kwenye mitandao. Utamsimamisha hapa au? Halo. Tuko pamoja? Yaani tusimamisha maneno, simama hapa tuombee sana nzima. Kichwani huko amejaa vichekesho vya nani? Vingine vya upande. Yaani kichwa kizima kina vichekesho, kina mambo ya umbea ndio anaofuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Nini kimetokea? Anafuatilia. Kwa ndani hana kitu. Neno la Mungu ndani halipo. Tunategemea awe jasiri huyu. Tunategemea awe na nguvu. Tunategemea asimame sehemu aseme Yesu ni Bwana. Lakini ile kanisa liko vizuri, huwa mnaendelea na semaga habari za Yesu, si mmejaa neno.
Jina la Bwana libarikiwe. Jipungeni mkono basi. Kwa hiyo niwaache nisiwaache. Bwana Yesu asifiwe. Hebu msaidie mwenzangu kusoma Biblia. Ni rahisi sana siku hizi, zamani ilikuwa ni rahisi sana. Niseme na hivi, mtu akija kukutembelea, jambo la kwanza atasema tuombe, si ndio? Leo mtakuja kutembelea, sasa nishangato ameshafika, halafu kwa sababu yaliyomjaa ndani si yanayohusiana na maombi, anakuja na habari za watu wengine, si ndio? Hapo mnazungumza habari za watu, halafu baadaye Roho ni mwema sana, anawakumbusha baba, lakini haya sio sahihi. Wakati mnataka kuagana, mnasema basi tuombe. Tena sio tuombe basi. Wakati wa maombi yenyewe ni mazuri sana. Mungu, naomba sisi tunatujua sisi ni wanadamu, tunaomba tu tusamehe. Kuna siku Mungu alisahau kwamba ni mwanadamu. Hebu nikumbusheni na nyie. Yaani kuna siku Mungu amesahau kwamba sisi ni nani? Mungu anajua sisi ni wanadamu, unatufahamu, sisi ni dhaifu. Lakini wakati unaenda si uliyapanga? Si ndio iliyokujaa? Jina la Bwana libarikiwe. Asifiwe Yesu. Yaani kinawezekana mtu akija kukutembelea nyumbani kwako, badilisheni hiyo Sayuni. Badilisheni tu. Umekuja mpendo, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina. Mmemaliza. Sasa sikiliza. Umesoma neno leo? Akisema sijasoma, kae chini kusoma. Hata kama ni sura moja, je, someni. Yaani mkishamaliza kusoma Biblia sura moja, umbea wote umefanya. Hakuna mtu jasiri baada ya kusoma neno aanze kusema mtu sasa huyu atakuwa na pendo. Na wala kama alikuwa amekuletea habari ndio hapa sio sehemu sahihi pa kupeleka nini? Hizi habari. Sema amina. Kila mtu ana rafiki hapa. Sikuwa mnasimuliana habari. Mwimbaji mmoja alitoka ni Mwitege akasema, yaani unasema mpaka unaomba maji ya kufanya nini? Yaani mpaka sauti inaisha, unaomba maji, alafu unaendelea. Mwangalie mwenzako, mwambie tubadilike. Wala umwambie vizuri, mwambie tubadilike. Yaani hata kama unamsema mwingine, kuna mwingine anakusema wewe. Kwa sababu sasa wewe hauko sahihi kwa kiwango cha kutisha. Una madhaifu ya kwako. Kama hawakusemi wengine, inawezekana watoto wako wanakusema. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nilikuwa nataka nikukumbushe kuhusu neno la nani? La Mungu. Alafu nimalize semina yangu, sema amina. Nataka kumaliza, sema amina. Kwani nikimaliza hapa mtakuwa mjielewa, si mtakuwa mmenielewa? Au mnataka kuelewa nini? Cha kwanza kabisa soma neno. Soma. 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 Biblia inasemaje? Inasema hivi, hapo mwanzo kulikuwako. Kwa kwenye maisha yako kitu cha kwanza liwepo. Sijawasikia. Yaani kabla ya mambo yote liwepo. Hapo mwanzo alikuwapo neno. Alafu neno ya pili alikuwa kwa nani? Naye neno ya ngapi? Alikuwa. Alafu anasema kwa huyu neno vyote vilifanyika. Na ndani yake ndipo ulipokuwepo uzima. Na uzima ulikuwa nuru ya watu. Na hii nuru ya watu giza haliwezi. Jina la Bwana libarikiwe. Ukijaa neno giza halikuwezi.
Hello? Hata kama unaenda kwenye waombeaji mabingwa, huna neno utapigwa tu. Yaani wewe tafuta muombeaji kabisa unayejua huyu ndio kuliko wote duniani. Nenda kwake akuombee. Kama huna neno, unafanya nini? Giza litakushinda. Ndani yake ndipo ulipokuwa nini? Uzima. Na uzima ulikuwa nuru ya watu. Hiyo nuru kwa nguvu iliyokuwa nayo giza haliwezi. Sema amina. Sema amina. Asema amina tena. Unashindwa kwa sababu hauna nini? Sio kwa sababu uombi. Kuna wataalamu wanajua kuomba, lakini hawana nini? Hao ni hatari. Yaani kukutana na muombaji ambaye hana neno. Ghafla tunaweza kushangaa atakuwa nabii. Anaanza kutabiri sasa hapa kutabiria hii kanisa hakuna nenda mbinguni. Sasa na wewe mwenyewe ndio uende. Hello. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Wangapi wanaelewa? Soma. 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 Hapo mwanzo kulikuwako kwa neno lilikuwako toka mwanzo. Ukiachana na kicho kwa mwanzo unataka kipi? Mwanzo lilikuwa kwa neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo neno ndiye aliyeumba vitu vyote. Kwa unaposoma neno, maana yake unamsoma Yesu mwenyewe. Unasoma tabia za nani? Za Yesu. Na kama ukijaa neno vizuri, sema amina. Kama ukijaa neno vizuri, hatutakulazimisha kufanya kazi ya nani? Ya Mungu. Yesu akamwambia, njoo ule. Akawagombea. Wakasema inawezekana ameletewa chakula na mwanamke. Si unaona sasa binadamu? Yesu akakataa kula chakula, wenyewe wameshapeleka kwamba inawezekana huyu mwanamke kawaletea nini? Wakaanza kumtuhumu Yesu. Yesu akamwambia, sikilizeni ni hakijui chakula ninachokula mimi. Ni ikamilishe kazi ya Baba aliyefanya nini? Hiki ndicho chakula changu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kwa ukiwa na neno, sema nikiwa na neno. Siwezi nikalazimisha ibada. Siwezi nikaimizwa ibada. Tuanze kupigia kelele. Makanisa ya Pentekoste yana baadhi hayana hata kengele. Maana kengele yako iko ndani yako mwenyewe. Kwa kadri neno lilipojaa ndani, ndivyo Roho Mtakatifu anakuambia wakati huu ni wakati wa ibada. Unaona kwenda wapi? Sijasikia. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kwa sababu ndani hakuna, umekaa kwenye mti unasema leo yaani ndio unaanza kujinyoosha. Mimi naona tu leo nisiende. Rahisi tu. Naona leo nisifanye. Lakini Biblia inasema aliye na neno, aliye na ushuhuda. Maana yake neno nini? Ni ushuhuda. Aliye na ushuhuda ndani. Aliye na ushuhuda ndani anahimizwa. Yeremia akasemaje? Akasema hivi, maneno mazuri ya Yeremia. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema hivi, kwa sababu ni Yeremia, kwa sababu nimejaa maneno. Amejaa nini? Amejaa nini? Roho iliyo ndani yangu hunihimiza. Kama hajajaa neno, roho haina nguvu ya kukuhimiza. Lakini ukishajaa neno, roho inakuhimiza. Fanya kazi ya Mungu. Roho inakuhimiza nenda ibadani. Roho inakuhimiza muimbie Mungu. Roho inakuhimiza mtolee Mungu. Roho inakuhimiza sasa hivi ni wakati wa kuomba. Umejaa neno. Ukiwa na neno ndani, roho inakuhimiza. Kwa hiyo ili roho aliye ndani yako afanye kazi vizuri kwenye maisha yako, ni lazima wewe uwe umejaa nini? Sauti, umejaa nini? Umejaa nini? Sema amina. Sema amina. Sema amina. Iweke ratiba ya kusoma neno. Kama una ratiba ya kwenda kutembelea watu,
Siweka na ratiba kusoma nini? Kuna shida gani? Wewe soma tu neno dakika 5 zinakutosha. Iko siku utasoma 5, utasoma 10. Iko siku utasoma 20. Biblia ina sura chache sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ina sura chache. 1100 ngapi? 18, si ndio? Mistari kama 11,000. Na kwa sababu watu walishasema kwenye akili, shetani alishasema Biblia ukiisoma huwa haiishi. Uongo kweli? Si ndicho kilichopika kwenye watu, kwenye akili za watu wengi kwamba Biblia inafanya nini? Haiishi. Huu ni uongo wa shetani kabisa. Ukiona mtu analala kumwamsha, jina la Bwana libarikiwe. Wakati wa kuimba hamna, alikuwa analala. Asifiwe Yesu. Sasa shetani anaaminisha watu kwamba Biblia inafanya nini? Haiishi. Na kingine, ukianza kusoma Biblia unashangaa mara mjayo na usingizi, sio? Wewe kutokea. Sasa mimi nashukuru. Yaani shetani akiniletea usingizi wakati nasoma neno, ninamshukuru kwa sababu nilikuwa sina usingizi, kanipa nini? Usingizi. Na la. Usigombane na usingizi, wewe. Lakini ukiamka, kumbuka ulikuwa unasoma nini? Hakuna leo haraka mara mbili. Yaani unaanza kusoma tena unalala. Ukiamka mara ya pili akili kwa vizuri, endelea kusoma nini? Neno. Jina la Bwana libarikiwe. Wasikushinde wanafunzi wa sekondari ambao wanaweka mpaka miguu kwenye nini? Ili wasome. Hapo hapo masomo haya ya duniani wala yanapeleka mbinguni. Kwa nini usisome Biblia sana ambayo ina ramani ya kwenda wapi? Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kwa inawezekana kumaliza Biblia kabisa. Mimi ni shahidi. Ninaposema nimeandika hizi paso ni kwa kusoma mstari kwa mstari. Na kuna kipindi nimeisoma Biblia hii. Hiyo ya kwako na hiyo ndo siku 27 nimemaliza. Siku ngapi? Siku ngapi? 27. Nilikuwa naamka usiku nasoma sura. Nikiamka mchana nasoma. Jioni nasoma. Kama sijalala nafanya nini? Nasoma. Kwa siku nilikuwa na uwezo wa kusoma sura. Ukisoma sura 45 kwa siku. Na kitu ambacho inawezekana siku 20, siku 30 Biblia ifanye nini? Uwe miongoni mwa wanaomaliza nini? Biblia. Lakini sasa Biblia yenyewe huna. Fanya hivi. Akinifanya nini? Ifunguke kidogo. Sema amina. Sema amina. Nina muda tu mzuri. Kwa hiyo usipati shida na mimi. Nataka nimalize part 1 afu niingie part 2. Leo naenda vizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana nikusomee hiki kitabu. Ukimuuliza Pentekoste, sema Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Lawi, Hesabu, Kumbukumbu la Torati, Hesabu, Yoshua, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Mambo ya Nyakati wa kwanza, Mambo ya Nyakati wa pili. Alafu ukiwaambia watoto wanaweza. Sasa sijajua kanisa hili. Lakini sisi wazima hatuwezi kutaja vitabu vya nini? Na umekaa kwenye wokovu miaka yote hii, uwezi ukaviimba vitabu vya nini? Juzi Jumapili iliyopita, mlisikia kulikuwa na mashindano. Mlisikia kulikuwa na mashindano, watu wanashindana kwa ajili ya kitabu chao. Wanakwambia amemeza, yaani yeye alifanya amekimeza. Wewe umemeza Biblia. Hello. Ukikutana na wenyewe wanakuchanganya mpaka leo unachanganyikiwa, unahisi Mungu hayupo. Anakupiga ni kweli, inawezekana kweli. Si kwa sababu usomi, unakuwa unasoma wala usingepata shida ya kujua inawezekana kwa nini?
Leo kalupenda nimesikia kumbe Yesu sio Mungu. Usomi neno. Usiposoma neno utakutana na wajanja watakuchanganya. Sasa ni bora wajanja wale. Siku kuna wajanja wale kwa kanisani. Wanakuchanganyia Mungu. Moja akawachanganya watu akasema Mungu, eti Mungu ukitoa unalipwa mara 100, si ndio? Mimi nakubali ni kweli. Lakini je, ni mara 100 material? Yaani ni wakikupa ukitoa 1000 mara 100 lazima upate 1,100,000. Sitakuwa sasa tunacheza upato na Mungu. Hello. Sikawa mnanielewa jioni. Sasa sisi hatucheze watu na nani? Na Mungu. Mungu ana namna ambavyo anatubariki. Na baraka za Mungu sio za kipimo kidogo. Kuna watu anamtolea Mungu, lakini namna anavyolindwa, analindwa kwa kiwango kikubwa mno, kiasi kwamba kama ulinzio usingelikuwepo, angetumia gharama kubwa mno kwenye maisha yake. Wewe una utajiri kiasi gani? Kuna wengine toka mwaka jana mpaka mwaka huu ukiumwa sana mafua, unataka 100 hivi sasa, yaani unataka 100 gani? Ndio ndio itafutaka wewe nini? Hakuna 100 kubwa kama uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna 100 kubwa kama nini? Hata ungekuwa na mamilioni ya pesa, kama hauna uzima, wewe hauna kitu. Kwa kama Mungu kakupa uzima, mwambie Mungu, ninakushukuru umenikirimia mara 100 katika ulimwengu huu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Wangapi wamenielewa kuhusu kusoma neno? Hizi semina kuna kama Kenya wanakaa kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wanaita makongamano. Unajifunza vitu vingi kwa wakati mmoja. Sasa ngoja nikusomee Biblia yako. Utafiti wako wa mwanzo ulihusisha Kutoka, nikaongeza nikajua mambo ya Walawi waliofanya hesabu ya Kumbukumbu la Torati. Nikagundua Yoshua hakubaki nyuma kwa tia moyo waamuzi wakati wanasubiri matokeo ya Ruthu aliyekuwa anatafuta habari za Samueli wa kwanza na Samueli wa pili. Nikashangaa wafalme wa kwanza na wafalme wa pili walivyohakikisha mambo ya Nyakati wa kwanza na mambo ya Nyakati wa pili yanajulikana kwa wazi. Ndipo nikakutana na mashujaa watatu, Ezra, Nehemia na Esther, waliohitimisha historia ya wana wa Israeli kwa ushindi. Nikakumbushwa habari za Ayubu ambaye hakuimba zaburi wala hakutunga mithali za mhubiri na umuhimu wa wimbo ni bora. Nikazifahamu habari za Isaya mwalimu wa Yeremia aliyowafanyia maombolezo Ezekieli na Danieli waliotekwa kwenda Babeli. Isingekuwa haki nisijue habari za Hosea, Yoeli na Amos waliokuwa wanafuatilia habari za Obadia, Yona na Mika. Nikafurahi zaidi nilipojulishwa habari za Naumu, Habakuki na Sefania waliokuwa wanatabiri ghadhabu na rehema za Mungu. Kwa kuhitimisha, nilimfikia Hagai aliyenitambulisha kwa nabii aitwaye Zekaria, aliyenipeleka kwa nabii wa mwisho aitwaye Malaki. Baada ya hatua hii nilivutiwa kuendeleza utafiti wangu ulionifikisha kwa wanainjili wanne: Mathayo, Marko, Luka na Yohana, waliokuwa na bidii kufundisha matendo ya mitume kwa Warumi, ili Wakorintho wa kwanza na Wakorintho wa pili watende wakishirikiana na Wagalatia. Nilifurahishwa na uvumilivu wa Efeso, wa Filipi na Wakolosai ambao ulisaidia Wathesalonike wa kwanza na Wathesalonike wa pili ambao walikuwa wanamtafuta Timotheo wa kwanza ili wajifunze imani. Nikagundua Timotheo wa pili alifuatilia Tito,
ili aungane naye kwenda kumwona Filemoni aliyekuwa anatafuta kujiunga na Waebrania baada ya kutubu. Ghafla Yakobo akamwomba Petro wa kwanza na Petro wa pili washirikiane kufundisha imani kama ambavyo Yohana wa kwanza na Yohana wa pili na Yohana wa tatu anavyofundisha upendo kwa wote. Mwisho nikaridhishwa na Yuda aliyechambua kwa uzuri kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Jina la Bwana libarikiwe. Nawashukuru kwa sababu hata makofi hamjapiga, kwa hiyo wala sina shida, ila habari ndio hii. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Nataka nijue Yesu na zaidi fahamu Yesu. Ngoja kwa Yohana 12 wokovu wake zaidi mstari wa 20 mpaka 26. Zaidi fahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Aliyepata somo. Biblia inasema katika Injili ya Yohana 12 mstari wa 20 hadi 26, palikuwa na Wayahudi kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Anasema palikuwa na Wayahudi kadha wa kadha miongoni mwa watu waliokwea kwenda kuabudu kwenye sikukuu. Basi hao walimwendea Filipo, mtu wa Bethsaida na Galilaya, wakamwomba wakisema, Bwana, sisi tunataka kumwona Yesu. Filipo naye akaenda akamwambia Andrea. Kisha Filipo na Andrea wakapeleka hizo habari kwa Yesu. Yesu akatoa jibu hili, saa imefika, atukuzwe mwana wa Adamu. Amini amini nawaambia, mimi nisipokufa na kuzikwa, itakaa hivyo hivyo peke yake, ikifa kutoa mazao mengi. Yeye anayeipenda nafsi yake ataiangamiza, ataisalimisha hata uzima wa milele. Na yeye aichukiaye nafsi yake katika ulimwengu huu ataisalimisha hata ulimwengu wa milele. Mtu akinitumikia na anifuate, na mimi nitakapokuwepo na mtumishi wangu ndipo atakapokuwepo. Tena mtu akinitumikia Baba yangu atamheshimu. Jina la Bwana libarikiwe. Hii ni pati 2. Baba Mungu, asante kwa neema yako hii, na wewe ni mwema sana kwetu, unatupenda. Uaminifu wako ni mkuu sana, na enzi ni ya milele, katika jina takatifu la Yesu, amina. Kichwa cha somo, taka kumwona Yesu. Tuseme wote, taka kumwona Yesu. Jina la Bwana libarikiwe.
Tumesoma habari za Wayunani au kwa lugha nyingine ni Wagiriki, nao walikwea kwenda Yerusalemu kwenda kuabudu. Hawakuwa Wayahudi na wala hekalu halikuwa sehemu ya maisha yao, lakini kwa sababu walizisikia habari za Yesu, nao wakakwea kwenda Yerusalemu kwa kuabudu. Na si kwamba walitoka karibu, walitoka nchi nyingine. Yunani. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa walilipa gharama kwenda kumwona nani? Yesu. Kwa safari yao yote toka walikotoka mpaka wanafika Yerusalemu, akili yao wao ni kumwona nani? Hawakuwa na ajenda nyingine ila wamwone nani? Yesu. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Hawakuwa na agenda nyingine. Ukisoma hiki chote Yesu anazungumza habari za tatizo la watu kujihurumia. Hawa Wayunani hawakujihurumia, walilipa gharama. Sema amina. Amen. Ili kumuona Yesu walilipa nini? Lakini leo kanisa lina tabia ya kufanya nini? Sijasikia. Lina tabia ya kufanya nini? Yaani wanajihurumia. Wanataka kumuona Yesu, wanataka kukutana na Yesu, wanataka Yesu awatendee, lakini wao binafsi wanafanya nini? Wanajihurumia. Hawafanyi vizuri ili wamuone nani? Sijasikia. Jina la Bwana libarikiwe. Hawafanyi vizuri ili wamuone nani? Yesu. Nitakwambia kosa dogo tu la Wayunani. Walikuwa wanaenda kumwona Yesu kweli. Lakini Yesu anasemaje? Mtu akitaka kunifuata, mtu akitaka kumfuata Yesu anatakiwa alipe nini? Gharama. Akijihurumia anaipoteza nafsi yake. Leo tuna watu wanaojihurumia hata kufunga wafanyi. Mseme kwa sauti. Hata kufunga wafanyi? Hawafungi. Sasa usiseme wafungi, sema sifungi kwa sababu ni wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani mtu anajihurumia. Hata kwenye ibada anajihurumia. Halipi kuja kumpata Yesu au kwenda kutaka kumuona Yesu kuna kulipa nini? Gharama. Sema amina. Kumbuke Zakayo alipotaka kumuona Yesu, kwa sababu alikuwa mfupi, kila kijitahidi anachungulia majitu yote ni nini? Akaona dawa ni moja. Hakujihurumia Zakayo, akakimbia akaenda. Sasa mtu kwanza alikuwa ni tajiri. Kwanza fikiria, waza vizuri, alikuwa ni nani? Na si tajiri, ni mtu mwenye cheo, mtoza ushuru anayefahamika. Yaani kama leo gavana wa benki kuu au mkuu wa watoza ushuru wa Tanzania tunamfahamu, alafu unakuta anaparamia mti. Kwa akili ya kawaida utasemaje? Lakini alikuwa analipa gharama ya kumwona nani? Sijawasikia ni watu. Alikuwa analipa gharama ya kumwona nani? Akapanda dia hivi ili amuone nani? Ye hamu yake amuone Yesu. Hakuwa na jambo lingine. Na kwa sababu watu wameshindwa kulipa gharama za kumuona Yesu, leo makanisa na Wakristo wameonyeshwa vitu vingine. Hawapeleki kwa Yesu. Tunapeleka kwa kwenye chungu. Tunapeleka kwenye nini? Na vitambaa. Mpaka na keki. Yaani vitu vya ajabu. Sio Yesu tena. Hatuzungumzi habari za Yesu tena. Puga kuna nini? Sijajua kama umeenda. Sijajua. Kama ulienda basi leo Mungu akusaidie. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mimi anasema sisi tunataka kumwona Yesu. Wamelipa gharama toka Uyunani. Wamesafiri sijajua ni siku ngapi. Wanakuja kumwona nani? Yesu. Walipofika kwa Filipo, inawezekana Filipo aliuliza, ninyi sio Wayahudi
mmekuja kufanya nini hapa? Inawezekana nilikuwa ni swali. Inawezekana tu hata mzazi, sikiliza, sisi tumekuja kumwona nani? Yesu. Tunataka kumwona Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Asifiwe Yesu. Anasema tunataka kumwona Yesu. Sasa kosa la Wayunani, walikuwa wanataka kumwona Yesu, lakini waliishia mikononi mwa nani? Kwa Filipo. Filipo aliposikizwa habari za wao kutaka kumwona Yesu, akaenda kwa Andrea. Haendi kwa Yesu. Watu wangapi wameongeza? Walipofika kwa Andrea na Filipo ndio wakaenda kupeleka habari kwa nani? Kwa Yesu. Yesu pia hakusema waleteni. Kwani alisema walete? Akasema tu atukuzwe mwana wa nani? Kwa sababu sasa ninatukuzwa. Sema amina. Punga mkono namna hii. Nataka tumalize kituo. Sisi tunataka kumwona nani? Yesu. Dada nisaidie kuniamshia huko kwa sababu jina la Bwana libarikiwe. Nataka kumwona nani? Jiulize swali, wewe unataka kumwona nani? Jina la Bwana libarikiwe. Wewe unataka kumwona nani? Hawa anasema sisi tunataka kumwona Yesu. Na walilipa gharama ya kwenda kumwona nani? Yesu. Na usitegemee usilipe gharama. Lazima ulipe nini? Uje kanisani ni kulipa nini? Jina la Bwana libarikiwe. Kuimba ni kulipa nini? Asifiwe Yesu. Na Mungu huwa anakutana na watu wake wapi? Nyumbani kwake. Sema amina. Sema amina. Fuatilia wote, alikutana nao wakiwa kwenye kazi yake, alikutana nao wakiwa nyumbani kwake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema sisi tunataka kumwona Yesu. Tumetoka mbali, tunataka kumwona Yesu. Kwenye maisha yetu tunataka kumwona Yesu. Kwenye huduma tunataka kumwona Yesu. Kwa watoto wangu nataka kumwona nani? Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye biashara yako taka kumwona Yesu. Usipomwona Yesu kwenye biashara yako, watakuonyesha kitu kingine ambacho hakitakusaidia. Sema amina. Akasema mimi nataka kumwona Yesu. Acha Yesu aonekane kwenye maisha yako. Acha Yesu aonekane kwenye familia yako. Acha Yesu aonekane kwa watoto wako. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Watoto wako wapone, taka wamuone nani? Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Wakasema sisi tunataka kumuona Yesu. Wewe unataka kumuona nani? Sisi kalele sote wanataka kumuona Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unataka kumuona nani? Unataka kumuona nani? Unataka umuone nani? Kwenye familia yako unataka umuone nani? Unataka umuone nani? Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye biashara yako unataka umuone nani? Wanafunzi kwenye masomo yako unataka umuone nani? Jina la Bwana libarikiwe sana. Wakasema tunataka kumuona Yesu. Shetani alishatuondoa kwa Yesu. Hata jina la Yesu huwa halitaji sana. Ndio maana vitu vingi vinatajwa kuliko jina la Yesu. Na watu wanaamini vitu kuliko jina la Yesu. Shetani alishaondoka kwa Yesu. Wayunani wanasema sisi tunataka kumuona Yesu. Ili tupone tunataka kumuona Yesu. Ili tuinuliwe tunataka kumuona Yesu. Ili tubarikiwe tunataka kumuona Yesu. Ili tuokolewe tunataka kumuona Yesu. Ili tupone tunataka kumuona Yesu. Hatuna mwingine ambaye anaweza kututetea
Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Achana na vitu vingine. Kama Yesu hajaonekana kwenye maisha yako, umekwisha. Lakini Yesu akionekana, umepona. Yesu akionekana, umeinuliwa. Yesu akionekana, umebarikiwa. Yesu akionekana, wewe ni mshindi. Yesu akionekana, umetiwa nguvu. Yesu akionekana, Yesu utatembea kifua mbele. Jina la Bwana libarikiwe. Akionekana Yesu utatembea kifua mbele, wala hautabadilishwa, maana Yesu ndani. Jina la Bwana libarikiwe. Niseme nini leo? Unataka kumwona nani? Kwenye jaribu lako muone Yesu, kwenye tatizo lako muone Yesu. Unayo shida inakutesa miaka mingi, taka kuona Yesu. Mwambie Yesu, ninataka nikuone, ninataka nikuone, ninataka nikuone, ninataka nikuone, ninataka nikuone, ninataka nikuone. Wewe unania taka Yesu aonekane kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Akangania kumwona Yesu, akasema mimi nataka kumwona Yesu. Alipoonekana Yesu kwa Zakayo, Yesu akamwona Zakayo, akasema Zakayo, umeniona shuka, maana wokovu umeingia katika nyumba yako, maana uponyaji umeingia katika nyumba yako, maana uzima umeingia katika nyumba yako, maana baraka zimeingia katika nyumba yako, kufunguliwa kumeingia katika nyumba yako, maana umeniona. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hata maana mtani umeniona. Yesu akionekana kwenye maisha yako, uzima ni wa kwako, uponyaji ni wa kwako, neema ni ya kwako. Sijasikia hizo ameni. Ushindi ni wa kwako, baraka ni za kwako. Utatembea kifua mbele kwa sababu tunaye Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Hakikisha Yesu anakaa kwenye maisha yako, unamuona Yesu. Hakuna jaribu litakalosimama Yesu akionekana. Jina la Bwana libarikiwe. Hakuna ugonjwa utakaosimama Yesu akionekana. Yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu miaka yote 12 alienda tu akasema nitagusa, yeye hakumwona, akasema niguse tu kitu. Biblia inasema ugonjwa wake ukakoma. Amekutana na nani? Sasa hiyo nijibuni kwa sauti. Amekutana na nani? Amekutana na nani? Amekutana na nani? Ukikutana na Yesu wewe ni mzima. Ukikutana na Yesu wewe ni mzima. Ukikutana na Yesu roho yako inachangamka. Jina la Bwana libarikiwe. Ukikutana na Yesu hata kama watakushutumu, lakini wewe unaye Yesu. Mtetezi atakutetea. Aliposhutumiwa Zakayo, Yesu akamtetea. Akasema huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Jina la Bwana libarikiwe. Ukikutana na Yesu, ukikutana na Yesu utakutana na neema yako. Jina la Bwana libarikiwe. Asifiwe Yesu. Ukikutana na Yesu, nguvu zake zitakutembelea. Utatembelewa na mwenyewe, utatembelewa na mwenyewe, utaguswa na mwenyewe, utashikwa na mwenyewe, utakumbatiwa na yeye. Jina la Bwana libarikiwe. Taka kumwona Yesu. Walipompeleka Mariamu yule kahaba kwa Yesu ili apigwe mawe, alipokutana na Yesu hakupigwa mawe. Jina la Bwana libarikiwe. Alipokutana na Yesu akashangaa, wakasema tumemleta huyu kwa sababu hawakujua wanampeleka kwa mtu aletaye uzima. Walifikiri wanampeleka kwa muuaji mwenzao. Yesu sio muuaji, yeye ni mleta uzima. Jina la Bwana libarikiwe. Wakasema kwa sheria ya Musa alitakiwa apigwe mawe. Sasa najiuliza, alikamatwa anazini na nani? Niko swali ya msingi. Tumemkamata mzizi na nani? Mbona alimpeleka mwanamke peke yake?
Kwa hiyo maana wale jamaa nao walikuwa na upendeleo, na Yesu akajua hawa majamaa yana upendeleo, lakini mimi Yesu sina upendeleo. Acha Mariamu waishi, aendelee, kwa sababu kwa kuokoka kwa Mariamu najua atakuwa mtumishi mkubwa wangu katika jina la Yesu. Na ndiye aliyempaka Yesu mafuta, na ndiye aliyesimama kaburini mpaka amehakikisha Yesu ameonekana, na ndiye aliyekutana na Yesu kabla hajapaa, ni yule kahaba. Jina la Bwana libarikiwe. Ukikutana na Yesu uko salama. Tukutana na Yesu uko salama. Nataka niseme hii kweli. Hivi utakapokuwa naomba, uombe useme Yesu, kwenye jaribu langu naomba uonekane wewe. Nataka nikuone wewe. Nataka nikuone wewe. Nimekaa kwenye jaribu kwa siku nyingi, lakini upo leo. Nataka nikuone Sayuni. Jina la Bwana libarikiwe. Asifiwe Mwokozi atutendeaye mema. Wakasema apigwe mawe. Yesu akawaangalia, alafu akainama chini, akaanza kuandika. Sentensi moja ilitosha kuwaondoa wote. Kila aliyekwenda kusoma kaandika nini, anaambiwa wewe, kwa sababu umekamatwa ndio maana wamemleta huyu hai. Akija mwingine anakutana na dhambi yake pale hai. Ghafla akabakia Yesu na nani? Akasema wako washikaji wako. Yesu anaweza akakuuliza wako wapi washikaji wako? Wote wataondoka kama alivyomtaka Yesu. Washikaji wako hawawezi wakabaki, wakaendelea kusimama na Yesu, watakimbia, maana hawana uwezo wa kusimama mbele za Yesu, hakimu mwenye haki. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema washikaji wako wako wapi? Akasema wote wameondoka. Yesu akasema na mimi sikuhukumu. Jina la Bwana libarikiwe. Akasema na mimi sikuhukumu. Yesu hakuja kuhukumu, alikuja kuokoa, alikuja kuponya, alikuja kutufanya kuwa huru, alikuja kutubadilisha ili tufae kuingia kwenye jiji lile. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka kuwa na Yesu katika maisha yako. Nataka kuwa na Yesu ili ufike. Nataka kuwa na Yesu. Mng'ang'anie Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Sijui niseme nini ili mnielewe. Nataka kuwa na Yesu. Akili zilishaharibika za wengi. Ukisema habari za Yesu ni kama vile hawezi, ni kama vile hatoshi. Labda ningesema habari za vitu ungenielewa labda, lakini watu ukisema habari za Yesu walishachanganyikiwa. Hawataki, wanaona Yesu kama hawezi, wanafikiri kuna vitu anaweza vingine hawezi. Lakini nataka nikuhakikishie Yesu ni yeye yule jana na leo na hata milele. Ni Mwokozi, atabaki kuwa Mwokozi. Ni mponyaji, atabaki kuwa mponyaji. Ni mtia uzima, atabaki kuwa mtia uzima. Yeye ndiye Bwana mtetezi, atuteteaye mbele ya kiti cha enzi. Ni mwaminifu kwako katika jina la Yesu. Kwenye jaribu lako yeye ni Bwana, yeye ni Mfalme, yeye ni mtenda miujiza, yeye ni Alfa na Omega, ni mtenda miujiza Mwokozi. Nazungumza habari za Yesu, na nisema habari za Yesu aliyetufia msalabani, aliyelipa gharama ya dhambi zangu na gharama za dhambi zako. Yeye pekee, hayuko mwingine kama Yesu, hayuko kama Mwokozi, hayuko kama mtenda miujiza, hayuko jemedari, hayuko mwingine chini ya jua, hayuko kama Yesu. Tumepewa njia itupasalo sisi kuokolewa kwalo. Kwa jina la Yesu Kristo tunaokolewa. Kwa jina la Yesu Kristo tunaponywa. Kwa jina la Yesu Kristo tunainuliwa. Kwa jina la Yesu Kristo tunajaa Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu Kristo tunao uzima wetu. Kwa jina la Yesu Kristo sisi ni warithi, tunaorithi pamoja naye. Nataka kuwa na Yesu. Mtake Yesu Kristo. Mtake Yesu. Mtake nani? Mtake nani? Nataka kumwona Yesu kwenye maisha yako. Muone Yesu,
usiangalie vitu vingine. Usiende kwa Filipo, usiende kwa Filipo, atakupeleka kwa Andrea na hautafika kwa Yesu. Usiende kwa Filipo, usiende kwa Filipo, nenda kwa Yesu mwenyewe. Mwenyewe unaweza kwenda kwa Yesu, unakuja unapiga magoti, unasema Yesu, niko hapa, mwanao nisaidie, uniangalie katika jina lako takatifu. Nataka nikuone, nataka nikuone, nataka nikuone, nataka nikuone, nataka nikuone, nataka nikuone, nataka nikuone. Ng'ang'ania umuone Yesu katika jina la Yesu. Nazizungumza habari za Yesu, sisemi habari za mtu. Ningelisema habari za mtu hazina msaada. Ningesema habari za chumvi hazina msaada. Nikisema habari za vitambaa hazina msaada. Nikisema habari za mafuta hazina msaada. Nikisema habari za vitambaa vya upako haina msaada. Ninasema habari za Yesu anayetubeba, anayetukumbatia, anayetutetea, anayekupigania mpenzi, katika jina la Yesu. Usimwache Yesu, taka kwenda na Yesu, tembea na Yesu. Jamani kumwona Yesu, waliotamani kumwona Yesu, waliotamani kumwona Yesu wote walikutana na nguvu zake, walikutana na uweza wake, walikutana na neema yake, walikutana na uzima, walikutana na uponyaji, walikutana na baraka, walikutana na ushindi, walikutana na makozi. Yeye ni mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Tamani kumwona Yesu, taka kumwona Yesu. Nataka nikuingizie hili ili uone jaribu lako haliko, ili uone tatizo lako haliko, ili uone shida yako haliko, maana yuko Yesu Sayuni leo ramesakata katika jina takatifu la Yesu. Nataka kumwona Yesu. Wakasema sisi tunataka kumwona Yesu, lakini walikosea, wakaenda kwa Filipo. Walikosea, wanataka kumwona Yesu. Jina la Bwana libarikiwe. Mawajuzi wakasafiri toka mashariki ya mbali, wamelipa gharama ili wamwone mfalme aliyezaliwa. Wakasema yuko wapi yeye aliyezaliwa, mfalme wa Wayahudi? Maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Lakini walienda kwa Herode, hawakuenda aliko Yesu. Walipofika kwa Yesu, wakatoa zawadi, wakatoa tunu, wakatoa uvumba, wakatoa manemane, maana wametoa na dhahabu, maana wamemuona Yesu. Ukimwona Yesu hautakuwa na tashwishi kumtumikia. Jina la Bwana libarikiwe. Wala hautazuiwa. Ukimwona Yesu utamtumikia, wala hautalazimishwa kumtumikia. Wakasema sisi tunataka kumwona Yesu, tuna matatizo, tunataka kumwona Yesu, tuna shida, tunataka kumwona Yesu. Watoto wetu wameharibika, tunataka kumwona Yesu. Biashara zetu zinakufa kwa Mgiriki, tunataka kumwona Yesu. Tumesikia habari zake, ya kwamba anaponya, ya kwamba analisha watu mikate, ya kwamba anafufua. Tumepata habari zake, nasi tumekuja, tunataka kumwona Yesu. Na utake kumwona Yesu siku ya mwone Yesu kwenye shida yako, mwone Yesu kwenye jaribu lako. Taka kumwona Yesu, usitake mtu mwingine akuone Yesu. Wewe mwenyewe pambana umwone Yesu. Na leo ni siku ya kumwona Yesu. Unalibeba jaribu lako, unalipeleka kwake, unasema niko hapa Yesu, nataka nikuone nikipona, nataka nikuone nikiinuliwa, nataka nikuone nikijaa nguvu za Roho Mtakatifu. Inaishi kwenye ukame kwa muda mrefu, nataka nikuone, nataka nikuone, nataka nikuone. Ng'ang'ania kumwona Yesu katika jina la Yesu Kristo. Kanisa lililomwona Yesu, linalotaka kumwona Yesu, lina uzima, lina uponyaji, lina baraka,
mafanikio, ni akina mama waliojaa nguvu za Roho Mtakatifu, ni akina baba waliojaa nguvu za Roho Mtakatifu, ni mabinti wanaobubujika, ni vijana waliojaa, ni watoto waliojaa, maana wamemuona Yesu. Ukimuona Yesu, furaha yako inarejea. Umeishi chini ya kiwango hicho cha kukosa furaha, leo taka kumwona Yesu kwenye jaribu lako. Ni kweli unapita, lakini taka kumwona Yesu. Ni nani ananielewa? Jina la Bwana libarikiwe. Yesu akasema wafungue wapate kuelewa na maandiko. Jina la Bwana libarikiwe. Turudishe fahamu zetu kwa Yesu. Turudishe fahamu zetu kwa Yesu. Turudishe fahamu zetu kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Wapenzi ni Yesu. Yesu. Taka kumwona Yesu kwenye shida yako. Taka kumwona Yesu. Mtu mmoja alipotaka kupitwa na kundi la Yesu, hapo alikuwa haoni. Lakini alipopiga kelele akasema, Yesu Mwana wa Daudi nirehemu. Alikuwa anajua habari za Yesu vizuri, kwamba alishaponya wengi, leo anapita njia hii. Akasema, Yesu nirehemu. Akapiga kelele kwa bidii, akalipa gharama ya kelele, ikamsimamisha Yesu. Ikamsimamisha Yesu. Na watu walikuwa wanampinga, alisema usimsumbue mwalimu. Ikamsimamisha Yesu. Yesu aliposimama akasema, kamleteni. Ndio ilikuwa swali. Waliokwenda hawakwenda kumleta. Hawakwenda kumleta. Walipofika wakasema, simama, anakuita. Yesu amesema mleteni. Watu ni wa hatari. Unaweza kufikiri wako pamoja na wewe, kumbe hawako pamoja na wewe. Nenda kwa Yesu. Bartimayo aliposikia tu kwamba ameniita, akatupa vazi, akatupa kopo la kuombea, kula omba, akaruka, wakampisha kwenda kwa Yesu. Alipofika kwa Yesu, Yesu akasema, unataka nikufanyie nini? Akasema, nataka kuona. Yesu akasema, ona. Na Biblia inasema, unataka Yesu akufanyie nini? Kile unachotamani Yesu akufanyie, ukipokea kwa jina la Yesu. Unataka Yesu akufanyie nini? Unataka Yesu akufanyie nini? Mama, unataka Yesu akufanyie nini? Binti, unataka Yesu akufanyie nini? Kijana, unataka Yesu akufanyie nini? Inasikitisha wakati tunasema mwingine amelala. Unataka Yesu akufanyie nini mchana wa leo? Uwe na kitu ambacho natamani Yesu akufanyie. Taka kumwona Yesu. Taka kumwona Yesu. Taka kumwona Yesu. Yuko wapi mama anayetamani kumwona Yesu? Yuko wapi baba anayetamani kumwona Yesu mchana wa leo? Yuko wapi binti anayetamani kumwona Yesu mchana wa leo? Anayetaka kumwona Yesu kwenye maisha yake, anayetaka kumwona Yesu katika jina la Yesu Kristo. Simama kwa miguu yako sasa. Simama kwa miguu yako. Uwe na dhamiri njema ndani ya kutaka kumwona Yesu. Usiangalie jaribu lako, usiangalie shida yako, usiangalie msiba ulionao, usiangalie namna biashara yako inakufa. Taka kumwona Yesu. Taka kumwona Yesu. Taka kumwona Yesu mpenzi. Ingelikuwa mimi ningefungua kinywa kama Bartimayo, ningeipiga kelele, ningesema, Yesu niko hapa. Unajua jinsi nilivyo na ukame. Naomba nijaze nguvu zako. Naomba nijaze. Naomba nirehemu. Naomba niponye. Hakuna kinachomshinda Yesu mpenzi. Alikojaribu linalomshinda Yesu. Leo ni zamu yako wewe. Leo ni zamu yako wewe. Lakini je, unataka kumwona Yesu? Ungelikuwa unataka kumwona Yesu, mbona
ungelitembea kuja mbele? Mbona ungelikuwepo hapo unaomba? Si unataka? Waliotaka walienda wakasema, hawakunyamaza kimya, walisema tunataka. Na wewe unachotaka kiseme katika jina la Yesu. Tembea tu mbele, sogea tu madhabahuni katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu kama anatembea, mtoto ukija hapa mbele, funika macho, omba katika jina la Yesu. Unataka kumwona nani kwa watoto wako? Unataka kumwona nani kwenye ndoa yako? Unataka kumwona nani kwenye biashara yako? Unataka kumwona nani kwenye familia yako? Unataka kumwona nani kwenye wokovu wako? Unataka kumwona nani binti? Roho Mtakatifu yuko hapa, anatengeneza kwa jina la Yesu Kristo wanazembele hai. Fungua kinywa chako, omba. Sio sehemu ya kunyamaza hapa. Kila mtu aliomba. Wale walienda walijisemea wenyewe, wakasema tunajaribu, wakasema tuna tatizo, tunataka kumwona Yesu, tunataka kumwona Yesu. Je, wewe unataka kumwona nani katika jina la Yesu Kristo wanazembele hai? Unataka kumwona nani? Nisikie kelele za watu katika jina la Yesu. Na Roho Mtakatifu anatembea. Ukiomba kwa sauti, Roho Mtakatifu yuko hapa, anajaza mtu anayetaka kuonana na Yesu, anayetaka kuonana na Yesu. Upokee ikarepo sete ikarika kaka karirite kwenye ukame ulionao. Nataka kumwona Yesu. Unashinda hata kuomba dakika 5. Nataka kumwona Yesu leo. Nataka kumwona Yesu leo. Nataka kumwona Yesu leo. Nataka kumwona Yesu leo. Akurejeshe. Wewe umenyamaza. Uone mpaka sasa katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Uko hapa, omba. Usinyamaze kimya. Kwa jina la Yesu Kristo. Omba. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana anatenda muujiza. Roho Mtakatifu anashuka, anatembea. Mvua yake inanyesha katika jina la Yesu. Bwana, tembea katikati ya watu. Huyu mama anataka kukuona wewe. Huyu binti anataka kukuona wewe. Huyu baba anataka kukuona wewe katika jina la Yesu. Unataka kumwona Yesu. Ungejiachia, ungejilinda, ungelipiga kelele kama machozi ya kurejelea tena furika katika jina la Yesu Kristo. Bwana anarejesha chemichemi ndani yako, katika jina la Yesu Kristo. Bwana anaendelea kila mmoja hapa pale ulipe gharama ya maombi hapa kwa jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana anarejesha tena waliao kanisani, wawezao kufundisha mabinti kuomba, wawezao kufundisha mabinti kuomboleza, katika jina la Yesu Kristo. Kipaji kikurejelee kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu pokea, 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 kwa jina la Yesu pokea. Shetani
katika jina la Yesu. Bwana akutendee muujiza, Bwana akutendee muujiza katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, wapatikane vijana wenye nguvu wasiozuiwa na chochote vitu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ungekuwa toa sauti wakati una presenti nyingine unapiga kelele. Leo ukiwa kwenye kucheza unapiga kelele, ukiwa mbele za Mungu upige kelele. Omba kwa sauti yako, jimimine mbele za Bwana, uangalie msalaba kwa jina la Yesu Kristo, uangalie msalaba kwa jina la Yesu Kristo, uangalie msalaba kwa jina la Yesu Kristo, uangalie msalaba. Bwana anatenda ndani yako, anatenda ndani yako. Machozi yanatiririka, yote yatiririke sasa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ile kiu Bwana atende kiu, unataka kuona ni wewe Mungu. Kana wenzako na za Mungu wetu. Kwa nini unajizuia? Kwa jina la Yesu Kristo, kwanza unatembea. Usipite na ibada hii, usipite na wingu hili, usipite na wingu hili. Watoto wapendwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Watoto ona, ukiomba na jambo la Mtakatifu katika jina la Yesu, sogea mbele ya Mungu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ibada ya Roho Mtakatifu anatengeneza, 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 anayatengeneza maisha yako. Reki kapata, reki teketeke, ikarimo teketeke, ikateketeke, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kanisa limejaa nguvu za Roho Mtakatifu, linatawalika, linaongozeka, linastawi, linababa. Pokea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana akujaze tena, Bwana akufanikishe tena, akuongezee. Iteni kolina waseni ba, iketeni kola masekete, ikaremi sini mikara koseni, imegotia na upako, wakatatete, watakaosikia wakoe, watakaosikia wakoe, watakaosikia wabarikiwe, katika jina la Yesu Kristo, wanazekea hai, yenye na nguvu ya Roho Mtakatifu, idemo sekera, idelina na mabasa, iketetete, inakubariki kwa jina la Bwana, inakubariki kwa jina la Bwana, inakubariki kwa jina la Bwana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, inakubariki, idelabasa, yuko Mungu hapa, yuko mtakatifu hapa, yuko mtenda miujiza hapa, yuko mwenye nguvu hapa. Funika macho omba rafiki, idelabasa, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Watoto wakonia mbele, endelea kuombea watoto wanaotamani kujaza nguvu ya Roho Mtakatifu. Watoto usimwangalie mwingine, jiangalie mwenyewe. Funika macho yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana atende, Bwana atende kwa mtoto huyu, Bwana asante kwa mtoto huyu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, wewe ni Mungu. Uweza ni wako, nguvu ni zako, mamlaka ni yako, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa neno hili, ili katatata, ikarete tetete, katika jina la Yesu Kristo. Uko moto, huyu binti, Bwana akujaze tena. Ikamina rara wazao, wa shuleni na nyumbani na mtaani, katika jina la Yesu pokea nguvu. Ite rapa tata, jiachia hapa, machozi yanatiririka.
lakini Yesu yupo. Si ungetoa sauti kwako Yesu. Mwenye huruma yupo katika jina la Yesu. Atakuvusha kwenye jaribu. Atakuvusha kwenye jaribu. Katika jina la Yesu. Jiachie sasa. Roho Mtakatifu anashuka ndani yako. Roho Mtakatifu atakusaidia wewe katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako sasa. Fungua kinywa chako na sauti. Kama ambavyo ungetamani akutendee Yesu. Jiachie kwa jina la Yesu. Neema hii iwe juu yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Akurudishie kiu ya ibada. Akurudishie kiu ya ibada. Aliyejaa Roho Mtakatifu hana sababu. Katika jina la Yesu. Hana sababu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Na wewe Baba akutendee tena katika jina la Yesu. Nguvu ya uponyaji inatembea hapa. Nguvu ya uponyaji inatembea hapa. Mifungo inakatika, inavikata kila mifungo katika jina la Yesu. Inavikata kwa 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 jina la Yesu. Mifungo iakuke kwa jina la Yesu Kristo. Mifungo wowote ambao shetani amekubebesha inauangusha kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Inauangusha kwa mafuta ya Roho Mtakatifu. Mzigo uliobeba wakaugua moyoni, umebeba lawama moyoni, katika jina la Yesu Kristo inauangusha, inakata mikatale ya shetani katika jina la Yesu. Kumbuka 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 moyo wako ufunguliwe, moyo wako ufunguliwe, moyo wako ufunguliwe katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na wewe funguka kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama uko mbali unatutazama, Bwana akutendee, ujiangalishe na mambo haya. Jibu lako lipo, likalete. Jibu lako lipo, jibu lako lipo. Yesu hajawahi shindwa, hajawahi pungua. Yeye amejaa ni mkamilifu. Yeye yule jana leo na hata milele. Anatenda jambo jipya ndani yako. Anatenda jambo jipya ndani yako. Anatenda jambo jipya ndani yako. Katika jina la Yesu Kristo. Inaumbika jambo jipya. Inaumbika jambo jipya Sayuni. Inaumbika jambo jipya Sayuni. Inaumbika jambo jipya Sayuni. Isikie watu wanaojimimina mbele za Bwana wakinena kwa roho. Sijasema hata wewe jimimine tu. Kila mmoja achote kwa kiwango chake. Kila mmoja achote kwa kiwango chake. Kwa kadri unavyong'ang'ania ndivyo unavyoinuliwa, ndivyo unavyopona, ndivyo unavyobarikiwa, ndivyo unavyotekewa, ndivyo unavyoshindiwa, ndivyo jaribu lako linavyoota. Vitarekebele na wafere. Nataka nimuone Yesu kwenye kanisa la Sayuni. Nataka nimuone Yesu ukimtendea binti huyu, ukimtendea mama huyu, ukimtendea kijana huyu, ukimtendea mfanya biashara huyu, ukimtendea mkulima huyu, ukimtendea mfanya kazi huyu, ukimtendea hata asiye na kitu. Ili Bwana katika jina la Yesu mpe moyo wa ibada, mpe moyo wa ibada, ule moyo wa ibada. Ratetetete, watoto wanaomba wanajaza, wengine wanashangaa. Ujiongee mwenyewe kwa ajili ya shuleni kwako, omba kwa ajili ya shuleni kwako, omba kwa ajili ya walimu wako katika jina la Yesu Kristo. Mungu inatembea, Mungu inatembea, uponyaji unatembea, uponyaji unatembea. Mvua ya Roho Mtakatifu inatiririka, 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 inatiririka. Vijito vya maji ya uzima, vijito vya maji ya uzima, vijito vya maji ya uzima, vijito vya maji ya uzima. Bwana wachoke kwa
jina la Yesu, katika jina la Yesu wanawahudumia jina la Yesu. Katika jina la Yesu tena miujiza ulioa, ninakushukuru kwa neema hii, mafuriko haya isepawapesiki iterama sekana mokea sasa, katika jina la Yesu Kristo. Inawezekana wewe bado umekaa, lakini unatamani mchana, wewe unapita mbele kabisa hapa, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Bwana kutembea hivi na kuzidi, unatamani mchana, wengine wanazuiwa na uchumba alionao moyoni kwa sababu wametenda mabaya. Kinakuzuia nini usijali? Inawezekana ni hukumu alionao moyoni. Bwana Yesu anasamehe, alimsamehe Mariamu, akasema mimi sikuhukumu. Yesu hatuhukumu Bwana, hizo hukumu ni za Shetani. Asante kwa watoto waliojaa Roho Mtakatifu. Asante Yesu, katika jina la Yesu Kristo wanaza hai, inawasha moto 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 moto, katika jina la Yesu Kristo wanaza hai, nikelika pamoja kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, moto 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 moto, kwa jina la Yesu. Achia, 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 kwa jina la Yesu. Moto pili tatu, toka kwa jina la Yesu. Inakuangusha kwa jina la Yesu. Toka katika jina la Yesu. Inatumia katika pokea neema kuliko kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, shindwa Shetani ndani yake, toka toka, una nafasi ya kukaa ndani yake, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana kutembea mwenye nguvu apokea kwa jina la Yesu. Ikakalomosiri wazee wa kanisa kwa ombea huyu italiliosiri sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Iko neema, iko nguvu katika jina la Yesu Kristo. Ikelika sasa kama mosiri katika kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni baba yetu, asante kwa muda huu uliotupa tukuvunjike kwako. Ibada hizi ndizo zilizokuwepo miaka ile. Watu walitoka wamevunjika, wamefunguliwa, wamekutana na neema yako. Ifanye upya kanisa hili Bwana, ibariki kanisa hili Bwana, bariki mchungaji wa kanisa hili Bwana, bariki katika jina la Yesu Kristo, watetee mema katika jina la Yesu. Neema yako Bwana iwafunike, kwani mahali pa makimbilio pa wengi kupatia mahali hapa, katika jina la Yesu Kristo wanaoletele hai. Aliyefika huko atakuja hapa, katika jina la Yesu atakutana na nguvu zako. Mungu wangu na Baba yangu mwenye neema na rehema, utukufu ni wako, enzi ni yako na mamlaka ni yako. Kila mtu tunataka tukupate Yesu, tukuone. Neema
uhimidiwe na Mungu aliye hai. Usiondoke umeniongea tena hapa kwa jina la Yesu Kristo. Umepokea jawabu lako. Katika jina la Yesu. Watu wananiacha, lakini huwezi kuniacha. Bariki nyumba yako, bariki watoto wako, aibariki familia yako.
ninawaacha mikononi mwako Yesu. Pekee unaweza kwa ajili yangu. Adui hana nguvu juu yako, maana wewe umekupatia. Katika jina la Yesu Kristo, kila mmoja afanikiwe rohoni, afanikiwe rohoni, afanikiwe kwenye maisha yake, afanikiwe kwenye familia yake, wafanikiwe watoto wake, ifanikiwe biashara yake, ifanikiwe kazi yake, mipango yake ifanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Na haya umpe hatua nyingine zaidi katika jina la Yesu. Bwana akutendee hivi na kuzidi wewe mzidi. Bwana akuponye kama roho yako ilivyo na mzidi katika jina la Yesu Kristo. Na nibariki kanisa hili Bwana, bariki mchungaji na baraza lake na wazee, mashemasi na viongozi wote wa idara na kila mshirika mmoja mmoja aliyepo na asiyekuwepo, ambatane na baraka hii katika jina la Yesu Kristo. Na haya huko alipo aponye, afunguliwe. Utukufu ni wako wa kanisa. Asante kwa ajili ya watoto wa kanisa hili Bwana. Naomba uwafunike wanapoenda shuleni, wape akili na ufahamu katika jina la Yesu Kristo. Tuwalinde na uharibifu wa shuleni, uchawi unaomwagwa mashuleni. Watoto wa kanisa hili Bwana, walinde katika jina la Yesu Kristo. Malaika wako watembee pamoja nao, wawatetee, wasikutwe na uharibifu unaofuata katika jina takatifu la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninakushukuru wewe mwema na mwema. Mikononi mwako ninajikabidhi, nikiamini neema yako iko pamoja na watu wako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana, kututendea, sema asante Yesu kwa kuwa umenitendea. Sema kwa sababu umenitendea. Sitatoka kama nilivyoingia, sitatoka na machozi tena, sina simanzi tena. Umeniinua moyo wangu, umeinua akili yangu, umeponya roho yangu, umeponya nyumba yangu, umeponya watoto wangu, umeponya familia yangu. Biashara yangu iko salama katika jina la Yesu. Makusudi ya shetani hayana uwezo juu yangu, maana wewe uko pamoja na mimi katika jina la Yesu. Kila mmoja aombe sasa wakati unataka kutenda mchukua.